Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu: imani, tumaini na tunamshukuru sana Mungu kutulinda, kututunza hata kufikia siku ya leo. Ni kwa neema yake. Hakuna aliyekuwa na uwezo wa kufikia siku ya leo. Sasa ni muda mwingine tena tunapoenda kwa ajili ya ufunguzi wa Sabato. Niwaalike wote tuweze kusimama tuimbe kwa furaha. Wale ambao wanaweza kuimba, ambao hawawezi wanaweza kukaa. Hamna shida. Tuimbe wimbo namba, nimesema namba 70, lakini kulingana na mwezeshaji wa somo amesema tuimbe wimbo namba 154 kwenye nyimbo zetu za Kristo. Yani pasa kuwa naye. Utaimba kwa lugha yoyote Mungu anasikia. Ambaye hajui Kiswahili ataimba kwa lugha ile ambayo lakini lengo lingine la Mungu. Moyo hauogopi wala kutikisika, nitakwenda apendako, kwa kuwa anilinda. Yanipasa kuwa naye, kwani nategemea anaweza kufariji na maneno matamu. Moyo hauogopi wala kutikisika, nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Mtakatifu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru, tunakutukuza kwa kuwa pamoja nasi. Hakika tumeuona mkono wako, umetuvusha mengi ndani ya mwaka mzima, hata kutufikisha katika siku ya leo ni kwa neema yako. Jina lako litukuzwe. Ni jioni nyingine tena ambayo tumekusanyika tena mbele zako. Tunalo neno lako tunalohitaji kujifunza. Tunamuomba na kumsihi Roho wako Mtakatifu aweze kuwa mwalimu, na mtumishi wako anaposimama kwa ajili ya somo fupi hili ambalo tutajifunza, hebu likapate kutufaa kila mmoja wetu. Tukijiweka mikononi mwako tunaomba ni katika jina la Yesu. Amen. Bwana Siku zote. nilikuwa sijui, unajua kule Tanzania tunasema Bwana ni mwema wakati wote. Kumbe huku tunasema siku zote. Hapa ni bigeni. Basi Bwana ni mwema Wakati wote. kule tunaenda kitanzania, tunarudi na Kenya pia. Bwana ni mwema Wakati wote. na wakati wote. Bwana ni mwema. Tunaenda Kenya, sasa hivi tuko Kenya. Bwana ni mwema Siku zote. na siku zote, yanayopatikana katika kitabu cha Zaburi. Zaburi, ile sura ya Zaburi 112. Zaburi, kama kuna mtu ana Biblia, ana simu ina Biblia, na siku zote. Bwana ni mwema. Basi tunaendelea na somo letu katika kitabu cha Zaburi sura ya 112. Ndipo tutaenda kujifunza. Somo ni fupi, linasema ni heri katika Bwana. Amen. Ni heri katika Bwana. Turudie. Ni heri katika Bwana.
kuchagua somo la leo, nikaona hakuna maana ya hapa duniani pasipo Bwana, kwa sababu tunapitia vipindi vingine ni vigumu, ambavyo ni vigumu hata kuelezea kwa watu. Tunapitia mambo mengine ambayo yanaumiza, tunakutana na habari ambazo zinatisha na kuhuzunisha mioyo yetu, tunakosa amani na tumaini, lakini tuna heri tukiwepo katika Bwana. Amina. Amen. Tuna heri, ndio tumaini lililobaki. Mjiulize swali kwamba unapitia vipindi vigumu, afu mwisho wa siku unakutana na moto wa milele. Umefanya nini katika dunia hii? Ni heri hata tunapokuwa tukipitia katika vipindi vigumu ambavyo tunaviona, basi tumaini letu liwe katika uzima wa milele. Amina. Amen. Ndio tumaini lililobaki, na tuna heri wale ambao tunaomcha Bwana. Hebu tusome yale maandiko matakatifu. Zaburi 112 mstari wa kwanza inaanza kwa kusema, haleluya, heri mtu yule amchaye Bwana, apendezaye sana na maagizo yake. Wazao wake watakuwa hodari duniani, kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Nyumbani mwake mna utajiri na mali, na haki yake yakaa milele. Nuru kuwazukia wenye adili gizani, anafadhili na huruma na haki. Heri atendaye fadhili na kukopesha, atengenezaye mambo yake kwa haki. Kwa maana hata ondoshwa kamwe, mwenye haki atakumbukwa milele. Hata ogopa habari mbaya, moyo wake imara ukimtumainia Bwana. Haleluya. Unajua, tunaweza tukajiuliza, Biblia imetoa ahadi nyingi sana, lakini unajiuliza, mbona hazitimii kwangu? Mbona mimi sizioni? Napitia vipindi vigumu sana. Unashindwa hata kuelewa. Wewe mwenyewe unachanganyikiwa. Wakati mwingine tunakata tamaa. Lakini niwaambie tu kwamba upo wakati wa Mungu, na hata kama tusipopata kuokoka leo au tukakosa tumaini leo, basi tutumaini katika leo tumaini la mbinguni. Amina. Amen. Maana hii dunia inapita na vitu vyote vilivyomo vinapita. Sasa na wewe ukakubali upite, maana ukisema kupita siku la mwisho kifo unakufa jumla, kwa sababu ukija kufuka unakutana na Mungu. Sasa unakubali kupita. Hebu turudi tumaini letu katika Bwana. Hata zile habari mbaya zinapokuwa zikipata, unaandika hapa, nimesoma kwamba hata zile habari mbaya tunapokuwa tukizipata, ukakutana na taarifa ambayo moyo unashindwa kuvumilia, lakini tuna heri kwa yule ambaye anatumaini Bwana. Amen. Haya hayana budi kutokea kwa sababu tupo katika dunia ya dhambi. Sisi tunajua tunapopitia vipindi vigumu na mahangaiko yote, hayana budi kutokea kwa sababu ndio dunia tuliyomo. Kwa hiyo hata kama akitokea, sisi tusimame katika Bwana. Amina. Amen. Moyo wake umesikitika, hautaogopa hata awaone watesi wake wameshindwa. Hataogopa. Ni kweli hauogopi. Kwenye wimbo wetu wa 154 ile chorus inasema, moyo hauogopi wala kutikisika, nitakwenda apendao, kwa kuwa anilinda. Haya wasio haki itapotea. Tuna heri katika Bwana. Amina. Amen. Tuishi katika heri hii ya Bwana, kwa sababu tukichagua dunia itakuja itaangamizwa. Ni heri tukamchagua Mungu, hata kama dunia ikiangamizwa, sisi tuko katika Bwana. Amina. Amen. Na somo langu limeishia hapa. Bwana atubariki sote kupitia jina la Yesu. Amina. Amen. Tuinamishe nyuso zetu tukiwa tumekaa hivi ili tupate kuomba. Tuombe. Mungu wetu, Mungu mwema, mfalme wa amani, wewe ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Tazama, umekaa katika kiti cha enzi kilichotukuka, mahali pasiri palipoinuka. Hata sisi wanadamu hatujaweza, bali tunarudisha sifa na shukrani mbele zako. Tazama Baba, umeweza kutupatia neema hii hata kwa uhai huu, pamoja na kusafiri kote, umekutanisha tena hapa mahali pamoja. Unakuja kulisifu jina lako likapata kutukuzwa. Tazama Baba, tuna heri tukiwemo katika nuru yako. Tuna heri tukiwemo katika mwangaza wako, kwenye mikono salama, maana usalama katika dunia hatuna. Dunia inatuogopesha, mabaya mengi yanatokea, lakini tutakuwa na wewe ukapata kuwa kiongozi kwa kila mmoja. Tuishi katika tumaini lako milele. Kwa tunaamini kwamba utatenda kwa jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Mungu wewe
wetu ni upendo, na alituagiza tuwapende hawa wenzetu tulio nao, kwani hatuwezi mpenda yeye tusiyemwona. Hawa wenzetu tuwaona, ondoa chuki iliyojaa mioyoni mwetu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe. Chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe. Chuki imejaa moyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu: imani, tumaini na upendo. Kati ya hayo lililo kuu nalo ni upendo. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu: imani, tumaini na upendo. Kati ya hayo lililo kuu nalo ni upendo. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia.
Gents peke yake. Wanaume. Wokovu kamili. Ukiona video una smile. Kama unajui kusmile unatoa meno hivi. Asante. Pita karibu na wewe. stanza sasa kwa in a read na Kiingereza. Haya basi.
wako uwe wako kamili. Amen. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Asante, tunachukua fursa hii kuwakaribisha nyote. Pia namkaribisha mjomba Uncle Job aje atuelekeze. Karibu. Hajasema kitu hapo. Na wasalimu hamjambo nyote. Asante sana. Nina furaha sana kuwaona nyote, ingawa wengi wetu tena hawakuja kwa sababu moja au nyingine. I'm glad. Kwa mitandao mliona nilikuwa na uoga, nasema sasa nini inaendelea hapa. Sasa lakini kwa kufikia hapa ni success au sio success? Waachana na mambo ya njaa hiyo, kama ukushiba hiyo waachana ni siku moja. Sasa nina furaha kuwa kuna wenzetu tena wamekuja kutusalimia na kujua vile ni nini inaendelea hapa. Families ambazo zinatuzunguka hapa, kabla hatujajuana, ninaweza kuwakaribisha kwa nini? Kwa njia gani? Kwa moyo mkunjufu. Hiyo. Nawakaribisha sana ili wawasalimie, wajitambue, wajitambue. Hata hiyo. Wajitambulishe. Kwenu ndipo tena tuendelea hapa. Na waomba msimame hivi. Ndugu Bai wako Mweli na ni nani vile niliona. Sasa kusimama tu kitambulisho. Habari zenu jioni. Nzema. Mimi naitwa Jeremia Mweli. Hapa ni nyumbani. Ni jirani yangu kabisa. Huko ikiwa usiku muda tunaonana naye. Kama ni hapa kwa hii mtu mmoja. Kwa hiyo kuna watu hapa chini. Ndio kwangu. Mimi naona kitu mingi sana lakini nyingine sijawahi kuona. Maua. Nakaa naye na wewe tulijuana naye. Na mwingine sio naenda wapi. Akaenda wapi yule mwingine? Lakini Yule kule huko kuzuri. Kwa hivyo hata mimi hii msea niambia kitu ya operating alikuwa na gani hapa. Nilikuja kumsalimia. Mimi nimekula huku na ugali ile kienyeji. Hiyo ni furaha na siku kama hii mnakutana na hii. Kupitia mwaka kwa hii. Mungu atukuwe tuambuke tufike mtoni. Tufuke. Tuende mwaka mpya. Tuambuke mwaka mwingine. Asante. Asante. Mzee Jeremiah Omweli kwake ni hapa. Amesema ile kuku yangu ilipotea, ni yeye alifanya nini? Aliiba. Ni yeye alichukua. Nimeshukuru kwa huu mkusanyiko ambao mko nayo hapa. Naona Mungu akijalia hata mimi itakuwa njia moja ya kualika watu wa familia yangu wote kwa majina. Mimi naitwa Julius kwa hii Kombo. Kwa hii Kombo ni ndugu ya Ojai.
ni ndugu ya Ochali. Na sasa sisi tunaishi hapa pamoja na Job. Naishi pande hii. Karibu sana, sio mbali vile. Kwa hivyo nimefurahi, nimeona mkusanyiko wenu ni muhimu sana, na Mungu akijalia hata sisi tutaendelea hivi. Amen. Asante sana. Amen. Karibu tena. Nafikiri kuna huyo ndugu wengi mmemjua. Wengi hawajamjua, ni wachache tu wanamjua. Nawasalimia nyote familia ya Ochali. Nimeshukuru pamoja na nyinyi. Kwa majina wananiita Neme Lucharo wa Karani. Wananiita Neme Lucharo Karani. Hapa Nyagioni nyumbani. Mimi ni jirani wa Job. Zaidi ya hapo, hata mimi nitaweza jiita ni familia ya Ochali. Sio unajiita? Wote ya na mimi. Hakuna. Angalia tu. Kuna nyanya yangu alikuwa anaitwa Basmeti, wengi wenu mnamjua. Alikuwa sister to Ochali na walikuwa wanapendana sana. Nimeshukuru sana kwa mkusanyiko wenu na tumefurahia. Asante sana. Unajua kila wakati tunapokutana hatujajuana bado, hata ingawa tutafanya introduction kesho tena kidogo, lakini nataka nianze introduction ni kuanzia mdogo kabisa kwenda juu. Anasimama na familia yake, ndio huyo. Amjamoni nyote. Hiyo yote hao ndio walioweza kuja. Evans, kama unawajua majina unaweza kuwasema. Tuambie wale walio hapa. Leonid Adel. Chirangira wanaita Flores. Amen. Amina. Asante. Hapa tumemaliza. Amen. Huyu anaitwa sema jina haraka. Huyu anaitwa Dylan, mjukuu wangu. Ndio jina nani? Yako sawa. Kuanzia huyu anaitwa Charles Ochali, my last born. Ya huyu wapi? Huyu anaitwa Naomi Kemuma Tom Neroy. So huyu ndiye anafuata, huyu anafuata huyu. Alafu wapi kingine hapo? Kingine akapo, lakini tunakuja huyu. Huyu anaitwa Happiness Kiru. Huyu ukono yana aka ndiko anaitwa Tabita Bosiboni. Sasa huyu ni mke wangu anaitwa Jenny Mongina. Na Jenny Tom. Asante. Okay. Ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Anza. Nimeweza kufanikiwa kwa kufika hapa. Ndio sisi tulivyo hivi. Tunarokia sauti. Amos Ochali. Moi. Mimi naitwa Lazarus Moi. Karibu sana.
Asante. Alirudi nyumbani. Acha niwasalimia tena mchana. Yuko somewhere? Daniel. Daniel sasa ni mimi. Ndio mama yangu. China Daniel. Mwigwa amejaza kile swali. Mwigwa. Aaron yuko mahali hapa. Okay. Okay. Percentage. Okay. Okay. Yeah, Daniel. Okay. Mjue hivi. Haya, nataka kuwajulisha kitu. Tunachukua roll. Halafu tutaenda kupiga percentage tuone ni familia gani ilitangulia. Number 1. Kwa sababu ya Tom ndio huwa inatangulia kila wakati, lakini leo naona kama haita percentage. Ni percentage. Okay. Wacha tuone, wacha tu. Sasa endelea Andrew. Alright, na wasalimia mjambo. Hii ndio familia ya Ruth na Naftali Okwena. Huyu ndiye mama anaitwa Ruth Ochari. Okwena. Nafuata nao Nyayuko. Mimi naitwa Andrew Okwena, niko na familia. Sema jina. Wewe first born yangu jina lako? My name is Good. No. Anaitwa Gloria. Na huyu ni my wife anaitwa Edna. Habari yenu? Okay. Naitwa Robert. Mimi ndio kijana wa pili nafuata kale. Huyu ni bibi yangu anaitwa Bibi anaitwa Tumebarikiwa na watoto wawili, hatukuzaliwa kufika na wao kwa sababu ya umbali. Kutoka mbali. Sasa tumebarikiwa na watoto wawili, msichana na mvulana. Nashukuru. Habari ya jioni. Nami ni Kalen Faminas yako hapo. Najua kuongea. Habari ya jioni yote. Mimi Kiswahili na kimanya sana. Wale wazoefu. Wanajua kumanya ni kujua. Mimi ni Faminas kwa majina na mimi ndiye huyu Okwena. Wakati nilikuwa naanza kumuoa watu walisema. Ulianza? Naanza kwa fulani. Okay. Poza. Tanzania yetu. Ndio tuchanganya kidogo. Watu walisema ya kwamba ninaoa kwa familia iko na watu wengi ati nitaenda kusumbuka. Lakini vile mnaona saa hii niko ninasumbuka ama naona niko sawa. Unasumbuka. I'm proud to be with this family. Amen. Wherever you are, I feel that I should be there. Amen. And by the way, nimewahi mimi kweli mahali. Tanzania. Ndio sikuenda passport mapema. But next time nitahakikisha ya kwamba nimefika huko. Otherwise, God bless you all and continue with this reunion. Continue with this is a very good thing. Na Mungu atakubariki sasa.
na mtaturuhusu sasa mimi because niko na watoto watatu hapa waonekane, si ndio? Lashes. Unajua kwa kiasi ndio kwa kiasi. Hi. Yeah, first one. Hi. Hi. My name is Blessing. Hi. Hi. Ndio, na bado tutamaliza kupata watoto. Pianist mwenye atakuja wakati nazeeka sisi nazeeka kuchezea. Ni pianist is coming up. Huwa anacheza piano mpaka national every year kwa zile festivals. So now is coming up to replace us. Amen. Otherwise God bless. Hayo ndio tunataka. Na niko na maneno mingi lakini sitaki kuona mifungia mingi. Asante. Na kwa hivyo nataka kuomba ruhusa. Nikimaliza hapa mniruhusu nirudi. Unaona kesi ni mbali na toje zetu za gari si nzuri sana. Mtaturuhusu tu kwa live. Now that you know us, Mungu akubariki, tutakutana na nyinyi kesho. Sipokuwa because of other commitments, you will understand. God bless you. Amen. Mimi kwa jina naitwa Ezekiel Chali. Ukweli. Mimi ni fifth born na kuja mlana watatu. Una wavulana watatu au? Kuna kitu nataka kujua. Alisema eti kwa Ruth wako wavulana watatu. Yeye ni mvulana watatu. Kutambulisho. Ataleta familia. Familia. Muombe. Nahitaji maombi sana. Nataka kumfanyia Mungu kazi. Asante. Mimi nataka kumfanyia Mungu kazi. Amen. Lakini abumami yule anataka kufanyia Mungu kazi. Biblia inasema awe anajua kutunza familia yake. Haya, endelea. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Naitwa Tabitha Kevin. Kevin yako hapa, acha ajitambulishe. Na wasalimu mjane. Mimi naitwa Kevin. Huyu ni mke wangu. Ningependa kusema kuwa hii ni siku yangu, mara yangu ya kwanza kufika hapa. Sijahudhuria kikao kama hiki na nimefurahishwa sana jinsi ambavyo yodini Kiswahili tumejipanga kidogo. So afra hii imekuwa nzuri sana, ingawa nimekuja siku ya kwanza. Ningeomba pia Mungu akiendelea kutujalia tutakuwa tunakutana mara kwa mara. Vile Mwanyumba amesema kumsaidia zaidi. Hawa Tanzania tutanisaidia. Vile Mwanyumba amesema ningependa kuomba ruhusa kwa sababu tunafaa kurudi pia kwa mahali tunaishi. Lakini pia kesho Mungu akikubali, akitujalia, tukiamka vizuri tunaweza tukajumuika pamoja. Amina. Naombea mema, mbarikiwe sana. Samani. Huyu ni mtoto wetu mmoja, tusijaongeza mwingine. Anaitwa Jonel Nyangenya. Na mke wangu amesema anaitwa Tanita. Hii ndio familia yetu ndogo. Mungu akitujalia kwa kubwa kama ya Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Nami ni Tabitha Ukwena. Na wanangu hapa. Nilikuwa nimechelewa kidogo, ndio maana huyo Ruth amenipita.
lakini na mimi nimejaribu. Sijatoka bure. Hapa nina warembo 4, halafu na mvulana mmoja, lakini mmoja hayupo kwa sababu asingeweza kuepukia. Huyo ambaye hayupo anaitwa Shem, alikuwa Tanzania, alikuwa na kazi fulani anafanya nyumbani kwa sababu ya kazi ya Mungu. Ni kiongozi wa wilaya. Sasa alikuwa na semina kama hii kwa hapa ya vijana, ndio sababu ya kukuja, lakini saa nyingine kesho atakuwa. Msichana ambaye anamfuata ataongea jina, anaitwa Naomi. Unasema ataongea? Pia alikuwa Tanzania. Sisema, umesema atasema? God is good. All the time. All the time. God is good and that is nature. Nami naitwa Naomi Kemuma Wera, msichana wa kwanza katika hii familia. Second born. Mzaliwa wa pili. Mungu yu mwema wakati wote. Jina langu ni Faith Sinoni, mzaliwa wa 3. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Naitwa Tabitha Busimori. 1. Maria Juma. Yeah. Watano pia. Naitwa David Nyaboi Agwera. Good. Watu wengi wanataka na hiyo. Asante. Mimi naitwa Job Ochari. Huyu my running mate anaitwa Grace Nyakirani. Yaani mimi sasa tumebarikiwa na watoto wavulana 3 na msichana mmoja wa kwanza na wajukuu 4. Kwa hiyo naleta Naomi ajitambulishe na familia yake. Na wasalimu hamjambo. Kwa majina naitwa Naomi Migiro. Kwa sababu yeye alisema naitwa Job Ochari, nimemuongezea hilo Migiro. Sijui penye lilitoka, lakini niliwahi sikia alikuwa anaitwa Migiro. Sasa sijui lilienda wapi, lakini sasa anaitwa Naomi Migiro. Huyu ni partner wangu, ama mnasema running mate. Huyu ndiye partner wangu, anaweza ongea kwa sababu si bibi wangu. Okay, amjambo. Habari za jioni. Kwa majina naitwa Nyakanga Yaro Dennis. Nyumbani Mmogen. Leo nimetembea huku ili tuungane Amen. Karibu. Ndio familia yangu. Bila kujitambulisha, sasa mimi namalizia kwa upande wa pili. Kianza na msichana hapa. Ngoja jisemee. Shika hapo. Endelea. Ninaitwa Monica Dinasi ya Rocha. Haya. Mama hapa naye jitambulishe. Kwa sauti. Nathan Makori. Nathan Makori.
Mwingine hapa ameenda holiday, lakini kwa jina ama kwa mwingine tunamtambulisha kwa Mungu kama Nelson Migiro. Amen. Na hiyo ndio familia yangu. Sasa. Mogol. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Ronald Sore Ochari. Mimi ndio second born, first born boy. Ya mwenzangu ama running mweka hazina. Mweka hazina hakufanikiwa kuja. Alienda mission Turkana, but alituma salamu. Huyu ni kijana wangu wa kwanza. Anaweza waambia jina. Habari zenu? Kwa majina naitwa Ezra Nyabuto Ochari. Hizo ndio majina zake. Hayo. Mwenye ananifuata alituma salamu pia. Anaitwa Victor Ochai. Alituma salamu kwa wingi sana. That is good. Kwa majina naitwa Gifton Ochari Migiro. Ndio last. Asante. Mimi peke yangu ndio sijaongea na Kiswahili inakuwa mzito sana kwangu, lakini leo wacha niwasalimu. Hamjambo. Na niwaambie karibu sana, hapa ni kwangu. Hata sijui huyu anasema the running mate amenisahau, atanipa nafasi ya kuongea, lakini wacha nichukue fursa ya kuambia karibu. Karibu na mmekaribishwa sana. Mimi kijana wangu mkubwa mnamjua, ni yule Maro yule. Anajulikana kama kijana wangu. Asante. Next. Kwenye familia wa mzee Mbai tuko watoto sasa. Maganda watatu. Nikianza mimi ndio kijana mkubwa, kwa hiyo Jaji na Daniel mdogo. Alafu kisha baadaye kuna dada mkubwa ambaye anaitwa Naomi. Kwa tena dada Faith ambaye kijana yake mkubwa ndio huyu. Na kuna watoto watatu, kijana mkubwa msichana ambaye anafuata anaitwa Gloria na kijana mdogo anaitwa Glopa. Alafu sasa mimi naitwa Enoch. Ndio sasa. Kwa majina naitwa Helen. Mimi ni mtoto wa sita kwa Ochai. Familia yangu ni kubwa kiasi, lakini hawafaulu kufika. Huyu ndio mtoto wangu wa kwanza, ako na familia yake hapa, atasemea na mimi ndio niongee wengine. Maranatha. Jesus is coming. Siwaja. Mimi ndio msichana wa kwanza wa Eren Ochari. Ninaitwa Jacqueline Nyakina. Nyakina ndio panangu. Hayuko hapa, ako mission India. Alienda kuhubiri. Huyu ndio mtoto wangu, tuna watoto watano, halafu huyu mtoto wa tatu. Wacha akisemee jina. Happy Sabbath. Sawa. Na huyu ni msichana wangu wa nne, mtoto wa nne. Happy Sabbath. Okay.
hao ndio tulijaliwa kubarikiwa. Halafu kuna wajukuu wa na watoto wa sistangu last born mwingine alikuwa wako wawili matwins msichana na mapacha. Sawa, barikiwe. Teresa sema majina. Huyu anaitwa Dira Ochari. Huyu anaitwa Dela Mosiboni. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Amjambo. Mimi nimefurahi na nimeona vizuri kwa hii mpango wenu. Mimi nilikuwa rafiki kwa hii familia. Mzee Ochari nilimfahamu kitambo. Tulikutana sehemu za Sotiki huko, kuna ndugu yake alikuwa anaitwa Roki. Nikamjua tangu hiyo, tukaendelea kujuana hivyo. Sasa hata wakati shida inapatikana kuzaliwa na kuanga huko. Sasa huyu Elena ako jirani yangu na mimi ni rafiki yake. Sasa saa nyingine ukikuja kwa Elena utaweza kunipata nikiwa kwa nyumba, usangae huyu ni nani, na Elena tayari ako safari. Akitoka hivi mimi niko kwa nyumba. Sasa hiyo ni rafiki yangu akaniambia nikuje nione sherehe yenu vile mnafanya. Nimefurahi. Mimi ni MSDA na shiriki kanisa ya SDA MS Church. Amen. Nimefurahi sana. Majina ni Grace Nyabuto. Kwetu ni Koba Machoge. Kwangu ni hapo tu MS. Karibu. Shida zifumapo yeye ni sana. Mkono wa Bwana washinda yote. Mkono wa Bwana washinda yote. Mkono wa Bwana ndio. Huyu leo angeniua. Ndipo kutoka Tanzania alikuwa kwa kitanda. Leo tunakutana kwa job, anataka kubaki tena kwa barabara. Mkono wa Bwana tunashinda yote. Sema vya unaitwa. Na wasalimia kwa jina la Yesu. Amjambo. Ni maajabu ya Mungu. Leo na mimi niko hapa mahali mnakaa hivi. Kwa maana mwaka ule nilishindwa namna. Nilikuwa tu natamani nami nikae nanyi, lakini sikashirikana. Kwa jina mimi naitwa Teresa Mbera Nyamweya. Mimi ni mtoto wa 5. Nina familia kubwa, lakini hawa leo ndio wamefika. Wengine wakanjani. Kuja nile tu nimeona hawa ndio wamefika. Huyu ndio mtoto wangu mkubwa, wacha ajisemee. Unajua kusema. Sema. Habari zenu. Josephine Nyangarisa. Niko na watoto 6 na mkuu. Hivyo nimeongeza wawili tena, nimekuwa watoto 8 na mtukuu. Wa kunifuata ndio huyu. Wacha waseme. Mwambaji. Hatuna la kuomba. Mtoto wa kwanza katika familia ya Amjambo. Niko majina ni Abel Ivan na pili familia ya Jambo. Kwa majina naitwa Kizalea. Mtoto wa Na wasalimu nyote ya mjambo. Hatujambo. Nami kwa majina naitwa Irene Kemumwa, mtoto wa 5 wa Mama Teresa.
Huyu hapa ni mtoto wangu wa mwisho, sijui ni wa mwisho ama ni wa pili, anajua kusema. Kwa majina naitwa Ivy Amen. Watu wa Buri. Hii ndio familia ya Buri. Mimi ndio Stoni, naitwa Frida Nyanduka. Hii ni namba 3. Mkubwa naitwa Diana Kemuma na niko na mkuu. Wa pili anaitwa Yunita Nyanjama. Huyo sasa ndio namba 3, moja ongea na wewe pia. Happy Sabbath. Amilena Nyabugo. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Arise and shine. Jesus is coming. Ngoja kidogo. Habari zenu? Nzuri. Vile mnanitambua, mimi naitwa Linton Musoro. Baba yangu anaitwa Kare. Huyu Kare ndio wa pili katika familia ya Buri. Amen. Amebarikiwa na watoto watatu Mimi kuna msichana ambaye alibaki nadhani mnamjua. Alafu mimi ndio wa pili naye mfuata. Kisha huyu ndio mdogo. Alafu huyu Kare alifiwa na mke. Kwa hiyo aliamua kuoa. Huyo mke ana mtoto ila kwa wakati huo aliweza kutoka kufukuzi. So kwa hiyo Kale bwana familia nyingine ila sisi ndio wale mama yetu aliyefariki na sisi ndio naona tumekuwa Amen. Maisha yao,
Libre
unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu: imani, tumaini na upendo. Kati ya haya ni upendo. Sasa yapo mambo matatu yanayodumu: imani, tumaini na upendo. Kati ya haya ni upendo. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. Tupendane, tupendane, tuonyeshe upendo usio na unafiki. Tupendane, tupendane, ndiyo amri kuu Yesu alotuachia. asichane nguo zake, asichane nywele yake. Huyu jamaa afunge mdomo wake, anapofunga mdomo wake apase sauti kubwa, apase sauti akiambia watu, mimi si msafi wa kutoka, mimi si msafi. Na watu wengi walipokuwa wanamwona walikuwa wanabeba mawe, walikuwa wanabeba mawe, walikuwa wanabeba mawe wakimrusha, wakimwambia kwenda, wakimwambia kwenda, wakimwambia toka, kwa sababu ugonjwa huu ulikuwa unaambukizana, ugonjwa huu ulikuwa unaambukizana. Sasa huyu mtu wa ugonjwa wa ukoma ametengwa mbali na watu wao, lakini anapomkujia Yesu, anapomkujia Yesu anamwambia haki, afadhali kama ungekubali ungeniweka niwe safi, ungenifanya niwe safi. Wana wa Mungu siku moja mwingine wa Mungu atoboe mbili mwenye alikuwa na ugonjwa wa macho, walikuwa mgonjwa wa macho, alikuwa na kujenga kwetu. Watu wakikuona wanapiga kelele wakisema ayo makumbualia toka, wakimrusha mawe kwa sababu
Ndaigwa. Watoto wa Mungu. Kuna ugonjwa umetutenga na Mungu. Wewe usherati wako imekutenga na Yesu. Wewe uchawi wako imekuwa ugonjwa ya ukoma. Wewe kusengenya watu imekuwa ugonjwa ya ukoma. Lakini siku ya leo naomba upatane na Yesu. Huyu jamaa anamwendea Yesu. Anamwambia kama ungekubali. Kama ungekubali. Uniponye dhambi zangu. Unioshe. Niwe safi. 41 mtumishi. Yesu anamwambia hivi. Yesu anamwambia hivi. Mimi nimekubali. Yesu akakubali. Alipokubali akamwambia yule mtoa ugonjwa ukoma. Akamwambia hivi. Cheneka. Kabo mwanadamu. Kabo mwanadamu. Takasika. Kabo mwanadamu. Takasika. Kabo mwanadamu. Wana wa Mungu. Wana wa Nyasaye. Yesu amekuja kwako siku ya leo. Yesu anakuita kwako siku ya leo. Kuna kitu imekutenga na Yesu. Kuna kitu imekutenga na Yesu. Na imekuwa ugonjwa wa ukoma. Imekuwa sugu katika maisha yako. Lakini Yesu anakuita. Anataka utakasike. Kupitia kwa damu ya Yesu. Uwe msafi. Kitabu cha Mathayo Pita Petero inaitwaje? Petero wa kwanza 1:18. Anasema hivi mtumishi mmoja niendelee. Hatujanunuliwa na fedha. Hatujanunuliwa. Mimi vitu ambavyo vinaharibika. Hatujanunuliwa na mali ya dunia hii. Tumenunuliwa na damu ya Yesu Kristo ambayo inatuosha. Tunakuwa wasafi. Wana wa Mungu, tu imekutenga na Yesu. Kuna kitu imekutenga na Yesu. Kuna kitu imekutenga na Yesu. Lakini siku ya leo Yesu anakuita wewe mama. Yesu anakuita wewe mzee. Wengine wametengwa na usherati. Wengine wametengwa na kusengenya. Wengine wametengwa na vitu zote. Lakini Yesu anakuita. Anakuambia hivi. Na leo unapokubali ukuja kwa Yesu atakwambia takasika. Takasika. Na ule jamaa Yesu anamwambia hivi. Enda kwa mkoani. Lakini alipotuma kwa mkoani hakuenda kwa mkoani. Alianza kuhubiri Yesu. Alianza kumtangaza Yesu. Baba Yesu anakuita siku ya leo. Na anataka utakasike siku ya leo. Baba mama Yesu anakuita. Anataka utakasike siku ya leo. Na utaoshwa si damu. Utaoshwa si damu ambayo inabadilika. Utaoshwa si kwa damu ambayo inaharibika. Si kwa damu ambayo inaharibika, bali ni kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Wana wa Mungu, nganaronga nchite oyo ku Yesu aliyefiwa msalabani, aliyetufia msalabani, ambaye anakusihi ukuje kwake. Wewe ambao umelemewa na mizigo, wewe ambao kuna shida, Yesu anakuita ukuje kwake siku ya leo, ili utakasike, ili utakasike katika damu ya Yesu. Hapo kwetu siku moja kuna mzee anaitwa Mwenga. Mwenga akaamka asubuhi, akaenda choo. Alipoenda choo Mwenga, choo yake ilikuwa imetengenezwa na magogo. Choo yake ilikuwa imetengenezwa na magogo, lakini juu ilikuwa inanyeshewa. Hii magogo imenyeshewa, sasa hii magogo imeanza kutikisa. Mwenga akaamka saa 10 za asubuhi, akaenda choo asubuhi. Alipofika choo asubuhi, Mwenga kukanyaga choo, Mwenga kukanyaga choo, na Mwenga wakaenda chini. Viti 30 hapo chini. Mwenga anapiga kelele, anasema Mungu, kuja unitafute, kuja unitoe kwa choo.
choo. Mama visiwa akaongoja mzee. Mama visiwa akaongoja mzee. Mama visiwa akaongoja mzee. Lakini mzee hakuji. Mzee hakuji. Mzee anaendelea kupiga duru. Naomba mnitoe choo. Lakini msemo wa mwenga ako ndani ya choo. Akufuita msini chini. Anaongea ndani ya choo. Wakati mama ameongoja mzee, akapata mzee akuji. Akasema lazima nitafute mzee. Akasema lazima nitafute mzee. Alipotoka nje, akaona nduru ikipigwa ikisema, "Mganye ngoja. Nitoe kwa choo. Nitoe kwa choo." Mama akakaribia choo. Na yule mama ambaye anachua kupiga nduru. Anachua kupiga nduru. Akapiga nduru. Akasema, "Utamsaidia mzee. Utamsaidia mzee." Vijana wakakimbia. Walipokimbia wakapata mwangako ndani ya choo. Wako ndani ya choo. Jamaa wakaimbura maisikaya. Wakaimbura maisikaya. Wakaimbura maisikaya. Wakaleta kamba ya kusonga maji. Hiyo ya maji. Wakaweka karaya. Wakateremsha ndani ya choo. Walipoteremsha ndani ya choo, wakaambia mwenga, "Naomba sasa uingie juu ya karaya. Uingie juu ya karaya. Ili sisi tukufurute. Kasi yetu tuko hapa juu. Nikufuruta juu." Mwenga alikuwa amevaa otero. Alikuwa amevaa otero. Ile umefunikwa ya kutoka ujoruoni. Na ni mzuri sana. Alinunuliwa na msichana wake ambao anaolewa ujeruhuni. Anapenda hiyo otero. Otero moja imebaki ndani ya choo. Sasa umwenga panda ndani ya karaya. Umwenga ingia juu ya karaya. Umwenga panda karaya. Umwenga anaendelea kusema, "Mimi natafuta otero. Mimi natafuta otero. Otero yangu ilikuwa safi. Otero yangu ya msichana yangu. Otero yangu ambayo nimependa. Mimi siachi otero." Omwenga pande juu ya karaya. Omwenga pande juu ya karaya. Lakini omwenga anatafuta otero. Wana wa Mungu, Yesu anakuita. Yesu anasema, "Kujeni kwangu. Mliolemewa mizigo. Kujeni kwangu. Tusemezane." Lakini umekataa. Na yeye atakuosha dhambi zako. Ziwe nyekundu. Zitaoshwa. Zitakuwa safi. Mimi naomba siku ya leo, Yesu nioshe kupitia kwa damu ya Yesu. Yesu nioshe na niwe msafi. Nimekubali Yesu, unitoe mahali nimefungwa. Nimekubali Yesu, unitoe kwa shida. Nimekubali Yesu, unitoe kwa uchawi. Nimekubali Yesu, unitoe kwa usingizi ambao nimelala mzito, ambao ni wa Shetani. Amana wenye saisikia, Yesu anakuita. Panda ndani ya Yesu. Ingia ndani ya Yesu. Ingia ndani ya Yesu. Ingia ndani ya Yesu. Ingia ndani ya Yesu. Unapokuja kwa Yesu, atakuosha. 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 Anayenipenda ni Yesu. Anayenipenda ni Yesu. Aliyenifia msalabani ni Yesu. Na kwake lazima niende. Kwake lazima niende. Kwake lazima niende. Na nitaka ramstale. Otero shindwa katika jina la Yesu. Otero. 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 Shindwa katika jina la Yesu. Na mimi naenda kwa Yesu. Bwana asifiwe katika jina la Yesu. Mimi nimeona otero yangu. Mimi nimeona otero yangu. Na hiyo otero imenisuia nisione Yesu. Hiyo otero imenisuia nisione Baba.
hiyo tero imenisuia hata napigania uongozi. Hiyo tero imenisuia hata kutoa sadaka. Hiyo tero imenisuia imeniweka katika usherati. Hakika Yesu nioshe na Mungu ataosha katika jina la Baba, katika jina la Mwana na katika jina la Roho Mtakatifu, na mtu asema amina. Kwaya ya vijana wa Nyakeyo kuja. Nyakeyo kwaya kuja katika jina la Yesu. Nyakeyo kwaya kuja. Otero umeshika naye na anakuita kwa upole mwingi, anakuambia wewe mama ambao unashikilia vitina, wewe mzee ambao umeshikilia vitina, Yesu anakuita uachane na hiyo vitu umeshikilia ili ukuje kwa Yesu, na ametununua kwa damu ya kipekee. Nataka niombe mtu mmoja ambaye anakuja hapa mbele, anasema damu ya Yesu unibatize katika maji mengi ili nami niwe msafi, na wewe Mungu atakupokea jinsi ulivyo. Mungu anakuita hata ingawa watu wanakuchukia, hata ingawa watu wamekudharau, hata ingawa watu wamekujua wewe ni msaliti, lakini leo nakuita siku ya leo. Wewe anakuita ni Yesu, atakuosha katika damu ya Yesu. Wacha tupatie kwaya imbe ili tufanye maombi na mtu mmoja ambaye anataka kuoshwa na damu ya Yesu. Na Yesu, naomba usuie kufua kidogo ili tumalize siku ya leo na uwepo wako ionekane katika jina la Yesu. Kwaya, sukuma wimbo sasa. Sifu Yesu ametenda maajabu kwetu, tumsifu Yesu. Tunaye rafiki wa kutegemea maishani mwetu, atatupigania, atatushindania yote yalo makuu. Tumsifu Yesu, ametenda maajabu kwetu. Tumsifu Yesu milele na milele. Tunaye rafiki wa kutegemea maishani mwetu, atatupigania, atatushindania yote yalo makuu. Tumsifu Yesu, ametenda maajabu kwetu. Tumsifu Yesu milele na milele. Hakuna wa kunipa tumaini, hakuna wa kunifariji, wala hakuna wa kunitia nguvu kama Yesu. Sijaona rafiki kama huyo, aliyenifia pale msalabani, kaniweka huru. Hakuna wa kunipa tumaini, hakuna wa kunifariji, wala hakuna wa kunitia nguvu kama Yesu. Sijaona rafiki kama huyo, aliyenifia pale msalabani, kaniweka huru. Na Yesu anakuita. Kuna mitambo, niongeze sauti yako. Yesu anakuita wewe mama. Yesu anakuita wewe mzee. Hakuna rafiki kama Yesu. Aha, uleta hiyo. Rafiki wa kunibebea mizigo yangu, ataniondolea na kunipa tumaini, tumaini jipya. Nitamsifu Yesu, ametenda maajabu kwangu. Nitamsifu Yesu milele na milele.
Simama ukisikia sauti yangu. Simama tu. Usimame watu wa Mungu. Tusimame. Wanahitaji Yesu asimame. Amekuweka huru ambao ni Yesu. Hakuna ambaye anaweza kuzuia. Ila tu Yesu aliyekufa msalabani. Hakuna rafiki dunia hii ambaye anakuosha wewe safi bila Yesu. Anakuita, alikufia msalabani, tutakuwa huru. Ekene, abaginaiwa, musani taiyo nga Yesu. Unagoshimie owomuya, musani taiyo nga Yesu, ambaye anakufanya uwe huru. Na anakuita siku ya leo, ukuje kwake. Anakuita wewe mama, anakuita wewe msichana, anakuita wewe mtoto. Huyu rafiki ni Yesu. Ni Yesu. Ni Yesu Kristo. Hakuna na ndio ndio kunipa tumaini. Nyasaye mbuya muno asengenje kwabera munaite ekene omusani ambaye anaweza tufanya tuwe huru ni Yesu. Na Mungu wetu wa leo, nilikuwa nataka nifanye wito kwa sababu ya mvua Kristo. Naomba Baba, yoyote ambayo ako ndani yetu ambaye anataka kubatizwa, Yesu muongeleshe kwa upendo, ili Mungu ajitoe maisha yao kwao. Kristo, utubebe mzigo, kwa sababu wewe ndio rafiki wa habari. Wewe ndio rafiki wa karibu nasi. Wewe ndio rafiki ambaye anatufanya tuwe huru katika minyororo ya Shetani. Wetu, kama kuna mtu mgonjwa hapa, kama kuna mtu ambaye amepitia majaribu, Yesu na asabira kwa kwao kwa beigore yabo banyoro bubweni asirita ya Yesu. Uyamona asenge nchugu chikotokorera manene. Uyamona asenge njo Yesu abantu bali bawo chikubatiswa babo tarabusia. Nonye bako obo mbura na asabira Yesu mbura ne yao. Egasi tokokora ne yao. Iwapatie nafasi wachotero wakuje kwa Yesu. Mungu wetu, tuongeleshe kwa upendo. Kama kuna mama ambaye amepitia majaribu siku ya leo, Baba, tunaomba uitoe katika jina lako. Na Mungu, kama kuna mzazi ambaye watoto wake hawaheshimu, leo tuwasabire ole tomole mbase nkeyo no buyebu aborora kana senke ya seritari yao. Ekene musani onde tayo gotatigaye na ende Yesu buna wasibeti umuntu oli ukoma akagenda na gutangasa lingana lyao. Yesu tuwasabire otosibye bibito elinde totangasa lingana lyao aseritari ya Yesu Kristo no mutate bamina. Amen. Kusawaiga na mutolenego rudisha wimbo ule. Naomba yoyote ambaye achabatizwa asimame. Inua abandi mu karanze bali babatisire ondota nako batizwa aya toba sobo ikaranze mara banga inere injira boko ngai aya na boko ngai lakini nyasawo ni batoka ngai na Yesu. Hata wale walipopatizwa wakarudi nyuma. Simama hiyo bila mnasa. Yesu ndiye anawaita. Naomba kutembea mbele kidogo. Usifuate mfumo. Tembea mbele kidogo. Sio
Suia kidogo. Iwa, suia kidogo, suia kidogo. Iwa. Inga korocho moto nane next to you. O takabo ikaranza. Oinya chini okamusuma ikaranza. Ayo nabwo. Oino tera hata idokoli. Ayo tuto saba na ayo. Ayo mubwato koboko. Mubwato koboko. Na indi Yesu na wakorochi. Ayo tiga kurigiriria abantu. Ayo tera na aboya omona Yesu hata gitomusuma. Biko batera kuri. Ayo tera na. Inchuja. Intumo sabatule. Yesu nero kurangera tarinchi. Usikoma wimbo sasa. Sasa chwala chuoche Yesu leo kwa nchi ayaba tika kule mwikota baba mwikota sali mtu watu wetu baba nchini ya kugocha baba tumole wataka usia Yesu warangi alijana Yesu leo tayebo soa seka Yesu wacha kotigaro manyando karibu baba watu wa kujaba tutu inaweza kuwa hii ndio machezo ya mwisho ambayo imekuja katika mibaraka ya Mungu. Abantu wale wanahaya ndogo itoa elimu mswati na Abraham ambaye amekaa. Kuna mzee yako pale, Yesu anakuita. Hakuna rafiki kama Yesu. Ayatia kuiruka mwenye wantu Yesu nero kurange ayatia kuiruka kura yego tuishire lakini ndo batasiri kanisa Yesu ndio wasta kushu naenda umekoma ndengamba tigareta abangi naenda embura ya kusuri mwekoma ndebimba tigareta maende uitwa twere irutaka kuchesu Sabi ya manabusi jina saiti gabo kwa kumura yote na Baba yengo naende kwa tebinga nyasai gabo kono yasaba kwa mwekoma ndebimba tigareta abantu batigareta sisa karibu abalisi mwara twere umbo abalisi mwara akina mujanje chwa hiyo kwa siri ndani ya Yesu karibu na ubande jana nyingi ga suka karibu chuocha somo chuocha tweruga polisi hao wende suti ngiye kaza chuocha chuocha abantu mbara hariho kuna bateba abalisi barora batigarete injuto tigarane kolia beko batera kolia abalisi chupo sabatore morani chuo sama mama nayo tubata Sasa nataka mtumishi aombe
alafu tupatie nafasi kwaya yetu imbe, na Mungu tukaushe hapa ili suti hizi tusiende kutoa, tuendelee injili ya milele. Haleluya. Pastor, chukua nafasi. Naomba ya kwamba zote tuweze kusimama kwa ajili ya ombi. Kwa sababu tole walimoikaranse na saba ngatotenene asengenchoko saba. Tunaenda kuomba sasa, na labda kama kuna yeyote ambaye hajajitoa, labda ameogopa, labda kufika hapa, pia na wiki hili nzima tutaendelea kufanya wito kwa ajili ya wale ambao watajitoa wajitoe. Na siku ya Sabato tutakuwa na upatizo. Kwa hivyo wazee wa makanisa wataendelea kupanga majioni ya siku ya leo. Hebu na tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba wetu aliye juu mbinguni, tunakushukuru na kuhimidi jina lako. Bwana, umeweza kuwa mwema tangu asubuhi hadi wakati huu. Tumeweza kuona mibaraka yako ya mvua, na zaidi ya yote mtumishi wako ameweza kunena nasi. Bwana, tuwaomba ya kwamba ulinde imani ya kila mmoja wetu. Na hao wote ambao wamekuja hapa mbele wamejitoa kwa ajili ya upatizo ambao utafanyika wiki ijayo. Bwana, tuwaomba ya kwamba uwalinde na kuwahifadhi hadi siku ile ambayo watakapopokea Yesu katika maisha yao. Bwana, tuwaombea mibaraka iweze kumiminika katika maisha yao. Uwalinde katika kwa njia zote hadi siku ile ambao unarudi kwa mara ya pili. Na labda kama kuna yeyote ambaye yuko hapa mkutanoni mwetu na hajajitoa kwa ajili ya upatizo, Bwana, tuomba ya kwamba uzidi kutuongelesha kwa sauti ya upole. Kwa nasi na ubariki wanenaji wetu, ni katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Amen. Na aliosabanga au atatushindania yote yalo makuu. Tumsifu Yesu, ametenda maajabu kwetu. Tumsifu Yesu, milele na milele. Tunaye rafiki wa kutegemea maishani mwetu. Atatupigania, atatushindania yote yalo makuu. Sifu Yesu, ametenda maajabu kwetu. Sifu Yesu, milele na milele. Hakuna wa kunipa tumaini, hakuna wa kunifariji, wala hakuna wa kunitia nguvu kama Yesu. Sijaona rafiki kama huyu aliyenifia pale msalabani, kaniweka huru. Hakuna wa kunipa tumaini, hakuna wa kunifariji, wala hakuna wa kunitia nguvu kama Yesu. Sijaona rafiki kama huyu aliyenifia pale msalabani, kaniweka huru. Ataniondolea na kunipa tumaini, tumaini jipya. Nitamsifu Yesu, ametenda maajabu kwangu. Nitamsifu Yesu, milele na milele. Ninaye rafiki wa kunibebea mizigo yangu. Ataniondolea na kunipa tumaini, tumaini jipya. Nitamsifu Yesu, ametenda maajabu kwangu. Nitamsifu Yesu, milele na milele. Hakuna wa kunipa tumaini, hakuna wa kunifariji, wala hakuna wa kunitia nguvu kama Yesu. Sijaona rafiki kama huyu aliyenifia pale msalabani, kaniweka
naomba kwamba kutakuwa na lunch, watu wasiende nyumbani tafadhali. Wapatie kiki kwanza peke yako. Wapatie kiki. Sama chande kangoro masala baka hokya mago mboka nera ero imone kontiga. Sama chande kangoro masala baka mboka nera ero imone kontiga. Ningependa kuwapatia programu yetu ya siku ya leo. Sauti yangu inafika kule nyuma. Shem, nasikika hada. Hadi hapo. Hadi hapo. Hata hivyo by the way we really try, you know. These Tanzanians make us try speaking something. Yeah, it is there. Thank you so much. So, tutakuwa na mambo kama matatu hivi tutafanya siku ya leo. This afternoon tutakuwa na kwa dakika chache sana tutakuwa na talent show ya hao watoto wadogo. Nimeona kama kuna talanta kule na tu appreciate vizuri. Nilisikia pia kuna mtoto hapa anajua hata kucheza keyboard. Tuacheze tuone. Inapendeza sana, si ni kweli? Yeah, we shall have that for like 20 minutes. Alafu itakuwa pia na
kutakuwa na introduction ambalo sasa ndilo lilituleta hapa kabisa, ili tuweze kujuana vizuri. Kila familia itakuja inajitambulisha, alafu pia hata inatoa wimbo mmoja ndio inaketi hivyo all the families. Tukishamaliza hapo kutakuwa pia na tutatembea kidogo, watu wa explore hii place yenye tulikuja. Yaani tusiwe kama tulikuja hapa tu hapa kwa hii compound. Kwa hivyo tutakuwa na muda kidogo, tutembee kidogo, watu wajue wako wapi, hata wafike hata kwa forest. Then la mwisho kabisa, alafu pia kuna agenda nyingine ya the next meeting ambayo pia kutakuwa na meeting kingine hivi kama brief ya kupanga the next meeting. So ningependa kuwakaribisha sana. Sikia. Siwe mwokozi wetu hasa. Niwe mwokozi wetu hasa. Msinjoni. Na tumsinjoni. Na furaha tutaiona. Nyoyo hizi takata sana. Sikiza sana asema huruma zake zititapo. Ewe kijana njoo, na furaha tutaiona. Nyoyo ikitakata sana kwako Mwokozi. Asante. You said number 6. Oh, happy. Ukeshana
Yerusalemu inayofanya bahari yake, kwenye mji wa dhahabu anaketi mfalme katika kiti kizuri, anatawala ana amani popote, mashamba usitawi na ardhi ina rutuba, mito mitulivu. Mwizi twakaribia nchi twende mbele tufurahi, inachangamka. Sikieni kuna wimbo wa wale waliookoka, kaza mwendo ujiunge na kundi kubwa hili. Pigie makofi. Haya basi. Ndio hatutamruhusu hapa. Tumeanza basi nambari 3. Mungu atukuzwe. Angwa ikie. A flat. A flat. Mungu. Kuya kila alitufundisha mambo makuu, alihakikisha wokovu wetu, lakini zaidi ajabu kubwa, Yesu atakuja na tutamwona. Msifu, msifu dunia sikia, msifu, msifu watu wafurahi, na uje kwa Baba kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord. Praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and live in the glory great and sing out now. Oh, perfect redemption, the purchase of God to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes that moment from Jesus the pardon receives. Praise the Lord, let the earth
Amina. For all of us, one more time. Hiyo ikuje automatic kama unaelewa kitu unafanya. Unless you don't understand what you're doing. Wimbo ukiisha tunasema aje kwa Mungu. Amen. Hivyo usiulizwe. Ukiulizwa inakaa kama utakuwa na shida afya. Nani? Moto yango ikanka
Amina sana. Hebu utarudia. Hebu ni test sasa niangalie kama tuko music. Piga claps na kichikoro. When I get Naona kama kuna mwenye anaposta. Kwa sababu kwa taarifa. Waligie familia. Watu ni wa muziki. Okay. Mwalimu karibu sana. Mwalimu Ondeli karibu sana. Amefika kwa nyumba ndani ya nyumba. Nande kipindi kia matera kia gerege kwa era mbiyamana mtongi nekera toku gende kia kipindi kende kabama na intu asiri za Yesu Kristo ero mugole tu. Amen. Na
Naomi, naomba ufanye introduction. Naomi ni wewe. Habari ya Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Kwa majina mimi naitwa Naomi. Ndiye mkubwa kwa wasichana wa Baba Ujali na Mama Florence. Huyu ndiye my first born. Anajua kuangalia mtu hapa, anajua kuangalia. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Mimi kwa majina naitwa Brenda Westbody. Hapa twendi. Hii tutapeleka mbali. Happy day. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Kwa majina naitwa Happiness Milenja. The second. Naomba ukiongea naongea kwa sauti. Milenja, ongea kwa sauti. Happy day. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Kwa majina naitwa Happiness Milenja. Mimi ndio the second born now no child. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Oh. Good. How are you? Happy day. Happy Sabbath. Amen. Huyo anaitwa Florence Nyanje. Aja. Oh, no yo. Oh. Haya, ndio bwana huyo. Habari zenu. Nzuri. Kana hapa. Tukutane. Mimi ndio mama yao Tom. Ndio watoto wangu. Tom ni mimi. Kaona na wewe. Tom ni mimi. Tom ni mimi. Mtoto wake wa kwanza. Diamond, karasa wan. Jerebe nona lenga igoro bonsi bale ngote yocha. Yotin ngo na kwemo kamoi. Claro. Oro tale ngone royo iga. Hatujambo. Swahili ni mwingi huku. Au Kiarabu. Happy Sabbath. Ndiye mwana. Amen. Ndiye mwana. Arabu. Majina ni Barongo Shem. Kwa mimba sasa. Huyu amesema watu wako walikuwa job nani Sara job unarojita Sara Job. Kurua after Sara. Wenye walikuja washaenda tena. Sawa. Sawa, sawa. Elena, naro roji kurua Serena. Haya, obai. Kuna nakuja hapo. Naelewa mahali tulifikia tulikuwa tutamtambulisha. Obai naro jicha. Unajua ni wale hawakuwa jana. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath.
Maria akufika wako mgonjwa, hivyo muendelea kumwombea, akona shida ya tumbo inaendelea kumsumbua. Sasa kabla uende, Obaia akona wake wawili, kuna mke wa kwanza na mke wa pili ndio huyu sasa. Wa kwanza pia hakuweza kufika, kwa hivyo tujue hivyo. Arabu kurega na rosa wa inga Erena ndo na rocha. Hakuna ila alikuja. Watoto wako? Bale. Enda huko mbele. Hapo tunachukua video. Wale walikuja leo. Naongeza. Yaani hata wale ambao wameoa kutoka kwa familia ya Teresa au mimi pia ni wa Teresa. Tunakuja hapo sasa. Hai. Hii kumbe hii kanisa imeanza. Unajua jana saba siku nilikosa jana. Iko sawa. Leo iko sawa. Kuja wengine mkae mbele. Wale wafupi wakae mbele. Onderi, naomba you do very brief introduction, kindly. Kama wote tumefika leo, jambo la kama wote tumefika leo na wengine hawapo. Sasa mimi nitachukua fursa hii niweze kuwajulisha kutoka mdogo tukipanda mdogo na pia Kerera hapo ambaye ndio huyu ajiintroduce. Majina ni niko na majina mengi lakini official ni Valeina. Sio Valelisa. Valeina. Kwa familia pia wanajua kama Finance, wengine Tamina. Yote ni yangu. Ndio mdogo. Niko na watoto wawili. Hawezi jiongelea batu wako. Mwana soko tayari tatoka hapa. Jina ni Jonathan Ochwangi. Nyumbani ni Masimba. Mara yangu ya kwanza ni Sabato. Kuungana na Mungu. Karibu sana. Huyu ni mtoto wa 8, mtoto wa 7 yupo. Mtoto wa 6 ambaye pia yupo. Wako hapa. Wa 4 alikuwa. Wa 5, wa 4 ndio huyu. Ambapo ni mimi. Kama amjambo. Jambo Yesu yuaja. Amina aje na haraka. Kwa majina nafahamika Zilpa Nyabonyi. Hii ndio mtoto wa 4 katika familia ya mama Teresa. Nimebarikiwa na watoto wawili. Mdogo ako hapa anajua kuongea, anaweza kusemea ile kwa sauti. Elda. Ayubu, ongea sauti. Bwana kwangu kaje. Ngo varusinde kako. Ndeli kwa rusinda. Hao wameisha, ambaye anafuata huyo anafuata ndio mimi. Mimi kwa majina wananiita Onderi, wengine wananiita Ronald. Mimi nimebarikiwa na watoto wengi, kwa hiyo familia mimi ndio kuna watoto wengi, lakini kwa leo niko na wawili na watoto 5 hawajafika, kwa hivyo niko na watoto 7. Sasa huyu ndiye mtoto wangu wa kwanza. Simuone hivi, hii ni mwili lakini mkubwa. Ajiongelesha, awaambie ni yeye nani. Jina naitwa Jamfares Nyamweya.
Yaani ameunganisha majina mawili James na Fares ikakuwa moja. Lauda. Oyanero kwa Daniel akine na morogeto Okari, akoro kwa Wolfen Okari na Daniel. Amina. Hao ndio watoto wenye nimekuja na wao. Wengine wote hawajafika. Karibu. Watano. Sawa. Anafuata na huyu. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Kindiki ndiye aliingia leo. Ruto hakuingia. Mimi ni Aznat Murawa. Wa pili Wanyamwezi. Diamond. Nafasi walikuwa watoto wangu wote walikuwa ndio tulimaliza jana. Kina Victor. Sasa huyu ni mimi. Nimesimama hivi ndio anakuwa chini. Ai karasa kwa ngai. Sasa hiyo ni fursa yako. Watu yako. Ningesimama. Hawa ndio kwa familia ya Teresa. Ambaye ni Josephine, hawa ndio watoto wake. Itaanzia mdogo. Madam Mkwale. Pia wewe uko mdogo ambaye ni wawili, mmoja hakuja. Wako wawili lakini mmoja hajafika. Na wasalimu wote hamjambo. Kwa majina naitwa Victor. Sawa. Akifuatwa na akifuatwa na Happy Sabbath. James. Haya. Habari yenu? Good evening and happy Sabbath. Naitwa Salamis Migiro, kwetu ni Nyakembeni, sehemu inayoitwa Nyakisase. Mimi ndiye mume wa Ben Murawa. Nimefurahi kufika hapa. Asante sana. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Jina nikaanza Fatima, ndio mkubwa wa Tosi. Mimi ni mkubwa wa Tenesi. Kisha hawa niko na mtoto wangu. Mimi pia anaweza kufika kwa exam jana. Haya. Huyu ni kama ni ajoka. Huyo ni mkimbizi. God is good all the time. My name is Unita. Huyu ni mtoto wa Astoniki. Wala hamjakumbuka. Haya. Sasa wakati wote bwana ni mwema. Sio lazima mara hata mimi naweza nikaanza. Basi tunashukuru Mungu kwa kuwa tumesafiri salama. Mbele yenu hapa ni familia ya Mogenge kutoka Kenya. Kutoka Tanzania. Familia ya nani? Ya Mogenge. Hadi Mogenge sisi. Sasa Mogenge utamjua kupitia jiko lake. Sawa. Sawa jamani. Mogenge utamjua kupitia jiko lake ambalo limekutanisha wapi? Hapa. Ambaye ni mama yetu mzazi penzi. Nampenda sana. Nafikiri mnamfahamu. Lakini baada ya hapo tumeambatana na makundi mawili. Familia ya baba ilikuwa na wake wawili, lakini katika nyumba kubwa aliyetuwakilisha kijana mmoja ambaye yuko hapo nyuma atajitambulisha. Na miongoni mwetu wapo waliokuja na majiko yao, lakini wapo ambao wameacha majiko yao wapi? Nyumbani. Kwa hiyo maana yake atakayejitambulisha tutaanza na mkubwa, japo nyewe mlianza na mdogo. Sisi tunaanza na mkubwa tunashuka chini, alafu nitamalizia kujitambulisha. Kwa hiyo nimkaribisha ambaye ni mkubwa aanze kwa ajili ya kujitambulisha na mtambulishe jiko lake. Bwana ni mwema.
siku zote. Hamjambo wote. Hamjambo. Mimi kwa majina naitwa Dora Charles Mlinge. Mimi ndio mtoto mkubwa kwa mama. Kwa sauti tafadhali. Na huyu hapa ndio mume wangu. Anajua kuongea. Habarini za jioni. Nzuri. Maranatha. Yesu waja. Wakenya mjambo. Hatujambo. Mimi kwa kuokoa muda nitaenda haraka maana huwa ni mwongeaji sana. Kwanza ninamshukuru Mungu kwa kukutanisha hapa leo. Inapendeza sana kuona ndugu wanakaa pamoja na kuzungumza na kunywa na kula. Mungu awabariki sana kwa mapokezi makubwa na ukarimu wenu mliotutendea. Amina. Mimi binafsi ni mara yangu ya kwanza kuingia nchi ya Kenya. Karibu. Kwa kweli nimefurahi. Karibu. Jiografia yake nzuri, milima na mabonde, minuko, vijito vya maji alafu na miti mizuri. Mungu amewabariki sana. Amina. Jana nilipokuja juzi ile tumeingia hapa jana tukapata ziara ya kwenda huko Ekona kwa mama, kwa mzee Ochari mwenyewe, ambapo ndio ninyi nyote mmetokea, sote hapa tumeanzia pale. Kwa kweli tulitembea tukaona familia za kule walivyokaa vizuri, mpaka hata na mzee Ochari alipolala, mama alipolala, bibi wote na ile familia yote tuliona. Kwa kweli nilibarikiwa sana. Na leo tumekuja hapa tumejumuika, kinapendeza. Kwa kweli tumejifunza jambo. Tumekuwa na mafundisho mazuri sana. Kama walivyosema wale wazee hapa ndani jana, kwamba na sisi na mimi nitakwenda nifanye hivi, niwakusanye ndugu tufanyane. Kwa kweli ni funzo, hata mimi nimelichukua. Amen. Mbarikiwe sana. Amen. Kwa majina naitwa Barichela Patrice Nyamatoke. Ni Barichela Patrice Nyamatoke. Ngoreme, mkoa wa Mara, Tanzania, wilaya ya Serengeti. Makazi yangu ni Mwanza, niko shuleni sekondari, ni mwalimu. Nafurahi sana, Mungu awabariki sana. Sasa tumeambatana na mtoto wetu, binti mmoja, mwingine amebaki. Hawa ni mapacha. Wako watatu. Tumebahatika kupata wabinti watatu. Mama huyu Lana watemelewa mbili. Lakini hawa, huyu mama ni watatu. Mwenzake bado yuko chuoni, hatujawasiliana, sijui kama amefunga, maana wako vyuo viwili tofauti. Huyu yuko Kigoma, mwenzake yuko Dodoma. Sasa huyu alikuja mapema, alipata changamoto ya kuugua, akawa amekuja mapema akalisha masomo. Ndio maana tumekuja na mwenzake naye, wakati tunaondoka ya 19 walikuwa ndio wamefunga, aombe ruhusa awai, tukasema hutawahi. Kwa hiyo naye alitamani kuja lakini ameshindwa. Lakini mkubwa, binti yetu mkubwa, yeye yuko kwake. Hiyo ni serikali nyingine. Alitamani kuja lakini kulingana na uchumi na nini na mambo mengine, basi tukasema basi ngoja sisi tuwakilishe. Asanteni sana. Asante. Hebu azungumze na yeye binti. Bwana ni mwema siku zote, naenda kitanzania. Bwana ni mwema wakati wote, Bwana ni mwema. Upendo ule wa kwanza, upendo ulionipa Yesu, sitauacha. Upendo ule wa kwanza, upendo ulionipa Yesu, sitauacha. Amani ile ya kwanza, amani aliyonipa Yesu, sitaiacha. Amani ile ya kwanza, amani aliyonipa Yesu, mimi sitaiacha. Kwa majina naitwa Abigail Patrice Barnabas. Ndo kama nilivyotambulishwa, hawajakosea, sina ziada na kusema sana kwa sababu mengi yameongelewa. Mungu awabariki. Hamjambo.
Kwa majina mimi naitwa Mgenge. Mimi ndiye namfuata. Kwa sababu mnachoka sana kama huyu mama. Waketi. Mimi ndio namfuata Dora. Mimi mke tumebarikiwa kuwa na watoto watatu. Kwa sababu ya changamoto za nauli na nini, hatukuweza kuja wote, ikabidi nije kuwakilisha. Asante. Wakilisha? Jina unasikia? Maro Charles Mugenge. Kwa huko Melkizedek Charles. Nyasaye nomia ama tukonsi. Jamani, ninafurahi kuona ndugu na jamani nilioacha kwa muda mrefu. Mimi nilikuwa naishi hapa kwa bibi ambaye nitapita, na nilitoka hapa mwaka 86 nikarudi Tanzania, lakini kulingana nilivyokaa nabongi njoreteke kusi. Mimi ni mtoto wa tatu kwa mama. Nimebarikiwa na kuwa na watoto 4, mmoja wa kike, 3 wa kiume, ila kwa namna nyingine hawakuweza kufika, ila nategemea kwamba mwakani tutakapokalia basi Mungu anibariki nifike na. Amen. Kwa majina naitwa Robina Charles Mugenge. Mimi ndo binti wa pili kwa mama au mimi wa tatu kwa mzaliwa. Asante. Bwana ni mwema na siku zote. Bwana ni mwema. Turejee kitanzania. Bwana ni mwema wakati wote. Bwana ni mwema. Basi mimi kwa majina yangu, mimi ni mtoto wa 4 wa mama Abigaili na jina langu naitwa Naomi Charles Mugenge. Nimebarikiwa kuwa na watoto 4. Hawakuweza kufika kwa sababu zilizo nje ya uwezo wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Nerea Charles. Mimi ni mtoto wa 5 kuzaliwa kwa mamangu Abigaili na Charles Mugenge. Nimebarikiwa kuwa na watoto 2 wa kiume. Sikuweza kuja nao kwa sababu walikuwa bado wako shule. Nawakaribisha sana Tanzania. Utakuja. Bwana ni mwema na wakati wote. Mzee Charles Mugenge na familia kubwa na wake 2. Mimi nipo upande wa nyumba kubwa. Huyu bibi yangu ni mke mdogo. Kwa majina naitwa Gershon Moremi Haruni Mugenge. Ni kijana wa mzee Haruni. Wengi mnaofahamu ambao ni wenyeji wa Tanzania. Asanteni sana. Sasa kuletea asali. Hata jinsi yake nitakuletea. Haja. Bwana ni mwema wakati wote. Sorry. Asante bibi. Nimebarikiwa kuwa na watoto 2. Kulingana na ukaguzi na uchumi pale getini ikawa ni ngumu. Bwana ni mwema katikati ya Nerea na mimi yupo dada yangu anaitwa Alice Nyagasere. Vizuri sana. Huyu kwanza kufika kwa sababu ya changamoto ya usafiri na uchumi pia. Sasa nije kwangu, mimi naitwa Evans Ondeyo Singori Charles. Haya majina yangu yote hapo kwenye message yangu ya Taruma. Amen. Evans Ondeyo Singori Charles. Sawa, nisema Mugenge, mimi sijasema Mugenge. Nimebarikiwa kuwa na mke mmoja, sio wake, mke mmoja na watoto wangapi? 5. Watoto 5 mlimwombea wenyewe kwenye grupu.
Ananirusha, anaitwa Nyakitabo. Bibi yangu. Kwa hiyo baada ya hapo nimeambatana na binti yangu wa tatu wa kuzaliwa, lakini binti yangu wa kwanza wa kuzaliwa pia katika familia yangu. Kwa hiyo ni binti yangu wa tatu katika kuzaliwa na ni binti yangu wa kwanza kuzaliwa watoto wa kike. Anaitwa tambulisha mwanangu. Anaitwa Mkami Evanice. Sasa usishangae ukasikia Evanice alafu kunaitwa Evanis. Kule walibadilisha wakaniwekea herufi nyingine. Basi baada ya hapo nimkaribisha mamangu azungumze machache kwa sababu ndo mkubwa wetu. Aseme machache kwa kuhitimisha. Karibu. Nisemeje? Nikiwaona hivi hii ni familia ya Matabi yote, nikiangalia yaani kumbe ni wengi na hawakucha wote, lakini hii kitu ambacho mlihunda hii kitu ambacho mnahunda tuwe tunakutana kwa mara moja kwa mwaka mara moja, hapo hata watoto wetu watatuana, mtatuana kwa kweli. Kama huyu Naomi bibi yangu huyu, yaani nilimsahau nikasema huyu naye ni wa nani, nikakujitambulisha nikashangaa nikasindwa. Kwa hiyo hiki kipindi ambao mnaweka, yaani Mungu awabariki mwaka mwingine, hata kama wengine tunaseheka hatutakuwepo, muendelee hivyo hivyo. Oyo nera bakoro kabiraeli biamono ikaransa ndio kwa na drama ya time ndio sana pole nisikie vibaya bono tuko na bahati kwa hii familia sasa. Kuna mama yetu mkubwa, anti, tunamuita anti mkubwa kutoka kwa mahali mama anatoka. Sasa huyu dada ya mama mkubwa, mama mkubwa. Sasa huyu ni mkubwa wake alikuwa naye na sasa yeye sasa ni familia yetu. Kwa hivyo habari ya jioni. Mimi kwa majina naitwa Joyce. Mchukuu wa Nyaboni ni sista ya Tabitha. Wetu ni hapa Kisii na ninakaa Kisii Town. Wangu ni huko Kitutu cha North. Na nimefurahi kujumuika na ninyi. Nimefurahi kuona Watanzania tulioonana mwaka uliopita. Mungu ametulinda, tumeonana na tunawaombea tena mkirudi, Mungu atakubariki. Amen. Mimi nimeolewa, niko na bwana, niko na watoto watatu. Mtoto wa kwanza ni mwalimu, hakuna jiko lake. Hakuna watoto wawili wajukuu wangu, na niko na mtoto hapa katikati kando ya huyo naye anasoma chuoni kule Kisii. Hawakuweza kupata nafasi ya kuja, lakini yeye alitaka sana kuwa na mimi hapa, lakini alikuwa anafanya mtihani. Sasa angeweza kufika. Na huyo ndiye andamana naye, hata nilikuwa naye Tanzania. Na leo pia akaniambia ataniacha. Yeye ndio mtoto wangu wa mwisho. Hapa kwetu Kenya yeye anaenda form 4. Ingawaje kadogo hivi lakini anaenda form 4. Anajua kuongea, sijui ataongea kwa Kiswahili ama ataongea Kizungu, ni yeye atajua. Hebu nimkaribisha Kenya. Praise God. Praise God again. Kwa majina naitwa Phyllis Mbura Matoya. Mimi ndio mfungamimba wa Mama Grace. Mheshimiwa, kipindi bahati ilikuwa mbaya, tukakuwa na matanga. Pia kuna mtoto wetu ambaye alikuwa graduation, amemaliza kama amehitimu kama mwalimu wa
hisabati na physics. Unaitwaje kwa lugha yenu? Physics. Kemia. Na kemia. Kwa hivyo tulimwambia akuje na ile nguo ya kufusu. Sasa saa hii tunaenda kuweka wimbo, tunaimba, akimachi hapa atusalimie ndio tuende kipindi kingine. Kwa hivyo waimbaji, this funny God. Haya. Oh Barogo, Yesu weka. Oh Barogo, Imana Yesu weka. Huyu asimame hapa, tungetafuta hera ya gari, tungetafuta zawadi. Hata hii maua alijinunulia kwa sababu hakuna mtu alienda huko ili na yeye aonekane eti amekujiwa. Sisi hatukuenda. Kwa hivyo naomba kipindi hiki tumpatie, sio kutuza, tumpatie transport ya kurudisha hii nguo, kwa sababu anairudisha. Tulimwambia akuje nayo, bila amekuja hivi. Tunaweka ile inaonekana. Baada ya hiyo, subiri. Hii ndio kazi ya hii. Walete, alafu ndio tuweka laini ya kuimba. Tuweka laini. Haya, patia namba ya simu yenye tunatuma na sisi. Namba ya simu hapo nayo. Tutafanya ili kuweka simu. Wani nini? Kwa mwisho. Fanya haraka tafadhali. Ile mizilipa. Nataka kishe mvua imekuja. Nataka tumalize hicho kipindi. Kama wawili tu watoe usia. Naenda kufuatia Ruth. Ruth ataongea na Ayubu na Ruth. Dakika moja ndio tumalize. Hamjambo? Hatujambo. Mwenye ana chuki ainuwe mkono. Mwenye hana chuki. Yule ambaye hana chuki. Wewe una chuki? Ayo bwate ndamwa mwana. Bwate wewe utabuatia. Abura ni bwate.
Tunasema ni asante kwa huyu mtoto wangu Obwale, yaani mahali ametoka ni mbali huyu mtoto, na ninampenda sana, maana alikuwa kwangu. Yeye hakunipa waziwazi. Wale watoto ambao wako hapa wanaletea wazazi wao stress. Huyu mtoto walikuwa wawili, waliishi wawili kwangu. Kuna mmoja ambaye alikuwa ananipa stress, lakini huyu mtoto alikuwa kwa kitabu. Kumaliza tu kufagia ile kazi ya nyumba, anaingia kwa kitabu. Nasema ni asante mtoto wangu, umefanya vizuri. Sasa tunangojea harusi. Harusi. Toto soki gani? Ndio tunangojea sasa. Au tena upande kidogo. Au afanye yote. Tunakuombea heri na faraja. Amen. Igo. Na mimi namuombea mema sana na awe kielelezo kwa watoto wengine. Simuko na nyinyi na nyinyi siku moja tutakuja mji kuvaa hivi. Sio lazima iwe maths and physics. Sio lazima iwe maths na chemistry hizo. Hata Kiswahili. Hata wewe fanya ile, hata ukifanya driving na wewe umalize hicho kusaidia watoto wako wakati mwingine. Kwa hiyo awe kielelezo cha watoto wengine ili wafuate hiyo njia. Sasa useni muna naende rutu atewa togo cha kutera aga next time taliga kanisa ka togo cha kutera waro. Unajua nini? Mambo ya harusi ukiamua utaamua, lakini mara nyingi kuna mwimbaji anasema mapenzi yakikushika akili kumbe uruka, hapo mawazo na masikio yafanye kazi. Alafu nimekumbuka na Antina. Sasa kuna hawa kasini zao, mmoja tu Happiness ameomba aongee, kwa hivyo nampatia nafasi. Toko batabaje na bakwanya bantu basayigo no bamanyita babo pita. Oh. Ke. Tuka ejo nicho. Wami ndo nuwe rapia hon. Okay, sasa hawa pia wali graduate this time. Lakini kama kuja katika okay, kama hata ne Mungu ndio niseme ndio ya, kwa sababu yeye alikuwa na gone au waligraduate the same time, lakini ubaya au wakamaliza mapema. Huyu tulienda tukamwambia kwa heri, huyu alimaliza lakini hatakuwa na nafasi ya kumwambia kwa heri. Karibu. Hongera. Kwa hivyo hata wao tunawaambia asante sana kwa sababu ya hiyo. Sasa bahati yako ni mbaya. Sasa wacha nipatie John. Huyu walimu wote, huyu ni mwalimu wa special kama uliani Chem Physics Special Education, na ni mwalimu wa Chem Maths. Huyu alikuwa Kenya Science mahali nilikuwa, na huyu alikuwa sijui Meru Kenya Methodist, mbali sana, lakini wote wamemaliza. Na huyu alikuwa Masinde Muliro. Amen. Na wamemaliza tu wiki mbili zilizopita, ndio maana tunawakumbuka saa hii. Pole kwa sababu lakini leo nimekumbuka kwa sababu sasa huyu ni mwenzao, nimekupatia 1 minute kama lile ya science. Habari ya jioni. Kwa majina anaitwa John, mimi ni Daniel. Pia alikuwa amesema ni graduate
mwezi wa 9 mwaka huu. My sister, kwa sababu na pia kumaliza. Habari ya jioni. Asanteni sana for the felicitations. Na uko na jambo la kutuambia? Naomba niwasalimu kwa namna hii. Shikamoo wakubwa wangu. Hamjambo wadogo wangu. Nashukuru sana, Mungu ametufikisha umbali huu. Ni mengi tumeyapitia, naomba mnisaidie kuimba pambio moja tu. Hakika tumetoka mbali mbali sana, hata twashanga tulivyofika hapa. Asingekuwa yeye Mungu wetu, tungeweza nini? Tungeweza nini? Hakika tunabudi kusimama mbele ya mataifa tukishuhudia kwamba Mungu aweza yote. Hakika tumetoka mbali mbali sana, hata twashanga tulivyofika hapa. Asingekuwa yeye Mungu wetu, tungeweza nini? Tungeweza nini? Basi hatuna budi kusimama mbele ya mataifa tukishuhudia kwamba Mungu aweza yote. Nani anaweza? Mungu. Asante. Haya, sasa sasa na samani, sijui kuna yote nimeacha. Moi, sijui kama familia yako ambao walikuja leo wameingia hapa. Santel alikuja leo. Santel yako wapi? Moinga ya. Proposed last born. Acting. Nga jina lako. Hapa pateni nako akua ne. Oyo akoro kusanteli. Moi ni yule. Haya, asante. Sasa kabla nitoe ratiba ya jioni ya leo, ninaomba kama kuna yeyote ambayo nimeacha sikutambuliza na asimame ili ajitambulize, ili nimepatia kila mtu nafasi yake. Kwa hivyo leo jioni tuko na mengi kwa sababu kama familia tutaongea kijumla, tuseme vile Mungu ametujalia tumefika umbali huu. Kwa hivyo jioni ya leo tutaongea hayo. Jambo la pili, tutagawanyika kwa makundi kama vile tunagawanyika kanisani. Tuelewane. Wajukuu mtakaa kando. Wajukuu wetu mtakaa kando. Sisi sasa yule mata waongoza ni huyu. Huyo atawaongoza huyo. Wachukuu sasa mtaona mahali huyo hako. Muende muone leo jioni. Haya, halafu tutatoa eneo mtakutana. Halafu baba mbuja bwa ile hata nyinyi mmejua sasa bwa ile buja. Nataka tu kuongea jambo moja, nimshukuru Mungu kwa mema yale ambayo ametutendea. Na wale mmepatia huyu binti yangu kitu kidogo cha kurudisha hiyo gauni kwa shule, na washukuru pia. Na mwenye ana moyo wa kutoa, mlango huko wazi. Na maneno mengine yanaendelea. Wengine wako shuleni. Mtatusaidia tu. Rovina, onyore. Sasa vile tunasimama hivi. Umekataa kusimama? Vile tunasimama hivi tayari sasa wale ambao wanataka kutembea kidogo natoa kiongozi ni Ochari. Ochari mtaona mahali mtaenda for photo shooting. Is it shooting mama? Photo session. Sasa sana tuko na mahali pazuri hapa chini. Mtatembea huko mpige picha ya kukumbuka mlikuwa Kenya. Wale mko Kenya, wengine mtue mlikuwa Nyakeyo. Okay, wamesema
The graduates mtana na hiyo gong huko chini. Forest. Kwa hivyo naomba Mama Regina atuombee tuondoke. Tuamina. Huyu amesema muwe makini na kwa barabara. Tena hao watoto wadogo tafadhali wabaki, msiende barabarani. Heshima Pachu, tumekuja mbele zako za hizi tena sabato yako ambayo inaendelea kuisha. Baba, tulikuita kwa mkutano huu ni asante kwa sababu unaendelea kutuongoza vile vimepaki. Baba, kutuongoze mpaka tutakapomaliza. Tumeomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Umbali huu aliyepunguangusha sasa, amini yupo karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Yeye Masihi na leo yu miongoni mwetu, aliyeyatenda zamani magumu na leo anayatenda. Hajakufikisha umbali huu aliyepunguangusha sasa, amini yupo karibu kukuonyesha jinsi alivyo mkuu. Tunapowajulisha nguvu za Bwana na miujiza aliyoitenda, hatufuati hadithi zilizotungwa kwa